Samia Suluhu Hassan amekuja na mbinu mpya hatari ambayo kwa upande mmoja inalenga kujenga hali ya kutoaminika kwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndani ya chama chake, lakini kwa upande wa pili ni kujenga hali ya kutoaminika kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa Watanzania. Makala hii inaeleza kuhusu mbinu hiyo na jinsi gani ambavyo inatekelezwa. Sasa majuzi Samia alikutana na wanaoitwa viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa. Hivi ni vyama ambavyo kwa 100% vimeundwa na CCM. Baadhi ya vyama hivyo havina wanachama, lakini vilishiriki katika uchaguzi mkuu uliomwezesha Samia kupata huo ushindi wa 98%. Sasa katika moja ya aliyoyaongea ni kwamba mchakato wa hii ajenda ya maridhiano unaendelea vizuri, na akadai kwamba wakati mchakato huo unaendelea, kuna mwenzao mmoja anaendelea kutafakari kuhusiana na hiyo ajenda ya maridhiano. Na tafsiri ya wazi ilikuwa ni kwamba Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndiye aliyekuwa akizungumziwa na Samia, japo hakumtaja, kwamba Mheshimiwa Lissu anaendelea kutafakari kuhusiana na ajenda ya maridhiano, kitu ambacho kama itakavyosikika katika makala hii kimekanushwa na chama hicho, na wengi wanaomfahamu Mheshimiwa Lissu wanaamini kwamba hayo ni maneno ya uzushi yenye lengo tu ya kumfarakanisha na chama chake. Hebu msikie kwanza Samia akiongea kuhusu hilo, kisha tutaendelea na makala hii. Kwa upande mwingine kisiasa, kama mnavyoona, tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matakwa yake, tunaendelea, na ndio mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Sasa jana katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Mnyika, aliongea na waandishi wa habari na akatolea ufafanuzi kuhusu hicho alichokiongea Samia Suluhu Hassan. Kwa upande mmoja alieleza kwamba wao kama Chadema hawajawahi kuwa na maongezi au mawasiliano na mtu yote kuhusu ajenda ya maridhiano na msimamo wao unafahamika. Lakini akaenda mbali na kusema kwamba wanavyofahamu wao, Mheshimiwa Lissu hajawahi kuongea na kiongozi yoyote, iwe ni Samia mwenyewe au watu ambao wametumwa na yeye kuhusiana na swala la maridhiano. Akakumbusha kwamba mtu wa mwisho kukutana na Mheshimiwa Lissu alikuwa ni Dr. Lazarus Chakwera, yule mwakilishi wa Jumuiya ya Madola ambaye alimtembelea Mheshimiwa Lissu huko gerezani. Lakini ili kuelewa kwa undani ambacho Mheshimiwa Mnyika amekiongea, hebu sikiliza kwanza hiki kipande kifupi, kisha utaendelea na makala hii. Tukutoa kauli toka tarehe 30 rais alivyozungumza, kwa sababu rais alitumia maneno akasema, na nukuu alichokisema, kuna mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari, tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matakwa yake. Akaendelea, ndio mambo yanavyoendeshwa katika nchi. Katika hali ya kawaida sisi viongozi wa Chadema tulioko nje tuliona hii kauli haituhusu, kwa sababu hatujawahi kuanza kutafakari, kwa maana kama vile kubadilisha msimamo au nini. Hatujakaa kikao cha chama kutofanya hiki. Kwa rais akusema kitu sahihi na kusema kitu sahihi kabisa kuhusu Chadema, lakini kwa sababu hakutaja Chadema, akasema labda pengine hiyo tafakari mbadala inamhusu mwenyekiti Tundu Lissu gerezani. Kafanya utaratibu wa kujua msimamo wa mwenyekiti ni upi kwa siku kadhaa. Tukapata moja, toka azungumze na aliyekuwa rais wa Malawi Chakwera, aliyekuja kwa niaba ya UN, hakuna msuluhishi au mtu mwingine aliyefanya mazungumzo naye ikiwemo wa serikali. Kwa hoja ya kutafakari haihusiki kabisa. Hilo la kwanza. La pili, amesema position ya chama ibake pale pale, na kama nitatumia neno lake, ule moto uendelee, ule moto uendelee. Tafsiri nyepesi ya anachofanya Samia ni sawa na kuua ndege watatu kwa jiwe moja. Kwanza, kwa kuongelea kwamba kuna mwenzao ambaye anatafakari kuhusu maridhiano,
inajenga taswira kwa Watanzania kwa ujumla kwamba ajenda ya maridhiano inakwenda mbele. Kwanza amewakutanisha hao wanaoitwa viongozi wa vyama vya siasa, sio vyama vya siasa, ni matawi ya CCM. Lakini kubwa ni hilo alilodai kwamba kuna mwenzao ambaye anatafakari, na kwa haraka bila hata kufikiria unaweza kuhisi anayezungumziwa ni nani, kwamba ni mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kwa bahati mbaya, Mheshimiwa Lissu hawezi kujitokeza hadharani na kusema kwamba Samia ni mwongo. Mimi sijawahi kueleza kwamba natafakari kuhusu hilo wala siafiki kuhusu hilo, lakini kwa Samia hiyo inamsaidia kwa sababu anawaaminisha Watanzania kwamba ajenda ya maridhiano sio tu ni yake peke yake, lakini pia inaungwa mkono na hata watu wa Chadema kwa maana ya Mheshimiwa Lissu. Lakini la pili ni kujenga hali ya kutoaminiana kati ya Chadema na Mheshimiwa Lissu, kwa sababu inavyoelezwa na mara kadhaa imesikika kwamba Mheshimiwa Lissu msimamo wake ni mmoja na ule wa Chadema kuhusiana na ajenda ya maridhiano, kwamba hata kama kutakuwa na maridhiano basi Samia na serikali yake si watu sahihi wa kuongoza maridhiano hayo, kwa sababu wao ni wahusika wakuu katika unyama ulioanza Oktoba 29, na kwa hakika kabla hiyo Oktoba 29 kumekuwa na majanga ya utekaji ambayo yameendelea, na mpaka muda huu tunaoendelea watu wanaendelea kutekwa. Majuzi tu hapa nafahamu zaidi ya mamia ya watu ambao wamekamatwa na kuzushiwa kesi za ugaidi, lakini pia kuna idadi kubwa ya watu ambao wameuawa, watu wanatekwa, watu wanalawitiwa, wanabakwa. Kwa hiyo janga hili bado linaendelea, lakini kwa Samia kudai kwamba kuna mwenzetu ambaye anatafakari, inajenga taswira kwamba Mheshimiwa Lissu anaongea kinyemela na Samia au anaongea kinyemela na watu wa Samia kuhusiana na maridhiano, na hii ipelekee taswira kwamba Mheshimiwa Lissu kile anachokionyesha kwa Chadema ni tofauti na kile anachofanya na Samia, na kwa bahati mbaya yeye hawezi kujitokeza hadharani. Kwa hiyo hiyo ni moja ya mbinu. Endapo watu wataamini au watu waamini, hilo ni swala jingine, kwa sababu propaganda kazi yake sio kudhani kwamba watu wataamini au hawataamini. Propaganda inafanywa kwa lengo la kuachia watu waelewe kitu fulani, aidha watakiamini au watakiamini hilo. Kwa hiyo Samia kwa hilo katekeleza wajibu wake wa kufanya hiyo propaganda. Anajua kabisa si sahihi kwa kile ambacho wengi wetu tunafahamu, lakini ameiweka pale hadharani na imepigiwa debe tayari huko kwenye vyombo vya habari ambavyo nao vinaelekezwa na system kwamba Chadema sijui wanatafakari, wako tayari kwenye maridhiano lakini bado wanatafakari na vitu kama hivyo. Hilo moja. Lakini jingine ni kwamba kwa kuleta taswira hiyo ya kwamba kuna mwenzao anatafakari, ambaye tumetafsiri kwamba anayezungumziwa ni Mheshimiwa Lissu, basi hiyo pia inaweza kujenga taswira kwa Watanzania kwamba hawa Chadema hawaaminiki, huku wanatuambia kwamba sio maridhiano haifai, sio hiki sio kile, lakini faraghani wanaongea na Samia kuhusiana na ajenda ya maridhiano kwamba wapewe muda wanatafakari. Kwa hiyo Watanzania wanaweza kuona kwamba hawa watu hawaaminiki, kwa nini wanasema hivi wakati majukwani wanasema kwamba hawapendi hiki, lakini faragani wanafanya. Kwa hiyo hapo Samia kama alivyosema awali anaua ndege watatu kwa jiwe moja. Kwanza anawagilibu Watanzania kwamba ajenda ya maridhiano inapiga hatua wakati si kweli, lakini pili anajaribu pandikiza mbegu ya kutokuaminiana kati ya Mheshimiwa Lissu pamoja na chama chake cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini tatu, anajaribu pia kupenda mbegu kama hiyo ya mfarakano kati ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na Watanzania kwa ujumla, kwamba chama hicho kionekane kwamba kinachoongea majukwani ni tofauti na kile kinachofanya faragani. Sasa ukiweka kando hilo aliloongea Samia, kuna swali zito ambalo baadhi ya watu linawaumiza kichwa, na swali hilo linahusiana na ajenda hiyo hiyo ya maridhiano. Kwa sababu katika hotuba aliyotoa katibu mkuu huyu wa Chadema Mheshimiwa John Mnyika, maelezo yake angalau pengine kwenye vyombo vya habari yamejenga taswira kwamba Chadema wapo tayari kufanya maridhiano, lakini wako tayari kufanya maridhiano endapo mjadala wa maridhiano utasimamiwa na watu sahihi. Na hii sasa ndio inaleta kidogo kutokufahamu. Baadhi ya watu wanauliza kwamba je, maridhiano au no maridhiano? Na hili linakuwa linatatiza. Na kwa hakika pengine Chadema watawasaidia sana Watanzania endapo watatoa ufafanuzi makini, kwa sababu CCM wanahangaika sana kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwanza, kujenga taswira kwamba Chadema wanataka maridhiano lakini hawako wazi kuhusiana na hilo. Kwa hiyo taswira ya kwamba wanatafakari. Lakini la pili,
CCM hasa Samia wanahangaika sana kuivuta Chadema kwenye hiyo meza ya maridhiano, kwa sababu lengo la hayo maridhiano sio kujenga mshikamano wa kitaifa, sio kuliponya taifa. Lengo la maridhiano ni kumfanya Samia Suluhu Hassan asalimike, kumwosha maovu yake, na yeye ndio muhusika mkuu wa yaliyojiri Oktoba 29. Takwimu zilizopo zinaonyesha idadi ya waliouawa ni zaidi ya watu 10,000. Hakuna maridhiano yanayoweza kufuta ukweli huo, na tangu wakati huo, tangu Oktoba 29 mpaka hivi leo, Samia hajawahi hata mara moja kuonyesha kuwa ana kile kitu Waingereza wanaita remorse. Remorse ni ile umefanya kosa, unakiri kwamba lilikuwa kosa, umefanya kosa, unajuta kwamba kilichofanyika hakikuwa sahihi. Na hii ilikuwa ni mbinu rahisi tu ya kisiasa, kuongea kwamba kweli kuna unaweza ukaulaumu upande mwingine kwa hata kama hauna makosa, lakini ukatumia mbinu hiyo kuulaumu upande mwingine kujilaumu na wewe pia kwamba kweli vijana laiti wasingeandamana yasingetokea yaliyotokea, lakini kwa upande wetu sisi pengine uweledi ungetumika, labda kuna hiki ingetumika. Na Watanzania ni watu wepesi, Watanzania wanafahamika kwa kusamehe na kusahau, lakini Samia amegoma kata kuomba msamaha kwa haya yaliyotokea. Lakini kibaya zaidi sio hayo yaliyotokea, bali yanayoendelea kutokea na yanayotarajiwa kutokea huko mbele. Hata jana Mheshimiwa Mnyika katika hotuba yake amegusia kwamba hali ya Mheshimiwa Lissu huko gerezani sio nzuri. Na mnakumbuka majuzi hapa Just TV iliweka video, iliweka makala iliyokuwa ikieleza Mheshimiwa Lissu akisema kuwa maisha yake yapo hatarini huko gerezani. Sasa ni wazi mtu yeyote anayefuatilia tabaini kwamba hapa hakuna dhamira maridhiano, bali kinachohitajika ni kumsafisha Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwa upande kwa Chadema, kitu ambacho wanaweza kufanya ni pengine kuweka ufafanuzi wa lugha rahisi. Je, chama hicho kinataka maridhiano ambayo labda yatasimamiwa na jumuiya za kimataifa, lakini kama hivyo wanasema kuwashirikisha viongozi wa dini, japo hili la viongozi wa dini lina ukakasi, kwa sababu viongozi wengi wa dini wako upande wa Samia Suluhu Hassan, aidha kwa kumuunga mkono au kwa kununuliwa. Samia alitumia muda mwingi sana kabla ya Oktoba 29 kumwaga mabilioni ya fedha makanisani na misikitini. Kwa hiyo hii ajenda ya kutaka kuwahusisha viongozi wa dini katika hilo kwa kweli pengine si mwafaka sana, na watu wao wanaweza kanunuliwa vile vile, huku mkadhani kwamba wanasimama upande wenu, lakini wana ajenda zao. Je, una maoni gani kuhusiana na hii? Karibu tuwe maoni yako hapa chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.